Habari ndugu mtazamaji wa Alomo Media, karibu katika kipindi chetu cha ubunifu katika biashara. Mimi naitwa Lonyamali Emmanuel Moro, mkurugenzi wa kampuni ya Multi Skills Business Consultants Company Limited. Najihusisha na ushauri wa biashara katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni katika ubunifu, katika mambo ya mahesabu, katika mambo ya kodi, katika mambo ya kuandika miradi na mambo mengine kadha wa kadha yanayohusu biashara. Tumeenda katika kipindi chetu kilichopita tujifunza umuhimu wa ubunifu katika biashara, ambayo kwa na sehemu ya kwanza na ya pili, na mwanzo tulianza na nini maana ya ubunifu. Leo tunakwenda kujifunza matokeo ya ubunifu katika biashara. Tumeona kwamba ubunifu ndio msingi wa biashara yoyote kukua na kuendelea katika sehemu mbalimbali, kwa kuboresha bidhaa, kuboresha huduma na pia kufanya kampuni julikane na watu kutokana na ubunifu unaofanya. Sasa ubunifu matokeo yake ni nini? Ubunifu matokeo yake ni suluhu ya matatizo au changamoto yanayokabili jamii. Ubunifu unapokuwa changamoto, inaweza kuwa ni changamoto ya hatua za uzalishaji, changamoto ya ubora wa bidhaa, changamoto ya usimamizi wa fedha, changamoto ya usimamizi wa masoko, changamoto ya huduma kwa wateja. Sasa ili biashara yote iweze kuendelea, lazima ubunifu uwepo. Sasa matokeo ya ubunifu ni nini? Matokeo ya ubunifu, moja ni bidhaa bora kwa wateja. Pili ni suluhu ya changamoto zinazokabili jamii, iwe ni za afya, iwe ni za bidhaa, iwe ni za kipesa. Tatu, ubunifu zao lake lingine ni umiliki wa ubunifu wenyewe ambao utakuwa umeubuni. Ndugu mtazamaji, unapokuwa mbunifu unatengeneza bidhaa moja kwa moja ambaye ni mali yako baadaye. Lazima ubunifu wako ukishaubuni na ukishakuwa biashara, lazima huo ubunifu usajiliwe ni bidhaa yako. Asije akasajili mtu mwingine, akabuni mtu mwingine akajitangaza kwamba ana bidhaa bora, ana njia za kutatua changamoto za jamii ambayo sio za kwako. Ukishabuni lazima usajili ubunifu wako na inakuwa ni mali yako, na siku kwa siku lazima uboreshe ubunifu wako kuwa bora zaidi. Angalia mfano wa kampuni ambazo zimekuwa na ubunifu katika bidhaa zao, zimedumu vizazi na vizazi mpaka leo, inatoa bidhaa tofauti tofauti kwa jina hilo hilo. Mfano Coca-Cola. Coca-Cola ni moja ambayo imebuniwa bidhaa ambayo inatibu kiu kwa wateja. Mtu akinywa anajisikia raha, anajisikia amepumzika. Lakini miaka na miaka Coca-Cola imekuwepo sokoni kwa sababu ya ubunifu. Wametoa bidhaa nyingi zenye thamani ya Coca-Cola lakini tofauti, lakini ni ubunifu na waendelea mpaka leo. Wamebadilisha machupa, wamebadilisha packaging, wamebadilisha kiwango cha ujazo, ubunifu. Watu wengine ambao wamebuni bidhaa mpaka leo kwa sokoni ni kampuni ya Toyota. Wamebuni Toyota makubwa, ikaja Toyota kubwa, ikaja Toyota za utalii, ikaja Toyota za ndogo, lakini kwa jina la Toyota. Yote hiyo ni ubunifu, lakini wamebakia kwa Toyota kwa sababu wamesajili ubunifu wao. Coca-Cola imebakia Coca-Cola kwa sababu amesajili ubunifu wake na ikawa mali. Wanasema thamani ya Coca-Cola kwa ile tu Coca-Cola, ile brand au jina, ni zaidi ya billions ya hela huku duniani. Kwamba ukitaka kununua hilo jina sasa hivi utalita mahela mingi, mabilioni ya pesa mingi. Hivyo basi, wewe kama ni mbunifu, hakikisha ubunifu wako na usajili na unamiliki kwa wako. Biashara nyingi sana au utoaji wa huduma mwingi sana zinaanza kwa mbwembe nyingi, kwa mbwembe nyingi inaingia sokoni, inatangazwa, lakini baada ya muda zinatoweka sokoni kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mbunifu hajaendelea kuwa mbunifu, hajaendelea kuboresha ubunifu wake, hajaumiliki ubunifu wake, hivyo bidhaa inakufa. Lakini kama ukishabuni, dumu sasa kwenye kuboresha ubora wa ubunifu wako. Kama ni bidhaa, boresha kila wakati. Fikiria kila wakati. Ikusumbua akili kwamba nitafanyaje kuwa bora kuliko jana. Ndio unakuwa ubunifu ambao uko imara. Kama ni huduma unatoa, hakikisha unatoa huduma ambayo itajulikana na watu wote na ikufikirishe kila siku, ukilala, ukiamka, ufikiri jinsi ya kuboresha ubunifu wako. Watu unaofanya nao kazi, hakikisha wakivuta hewa, wanavuta hewa wazo lako na ubunifu wako. Wakicheua, wanacheua wazo lako na ubunifu wako. Ukifanya hivyo, kila anayejiunga na kazi yako atajikutana na ubunifu ambao umeimarika na atakuwa sehemu ya ubunifu. Lakini ukiwa hujafanya hivyo,
Baada ya muda, hata wewe mwenyewe ubunifu wako utahama kwenye akili yako, utaanza kufanya vitu vingine ambavyo hujawahi kufikiria kufanya. Kama unakimbizana na pesa, kimbizana na ubunifu. Sajili ubunifu wako, fanya kwa mali yako. Mwisho wa siku wanataka wabia kuwekeza katika ubunifu wako, watakulipa hela nyingi sana. Mwisho wa siku watakwambia hata wanunue ubunifu wako, watataka kulipa hela nyingi. Ndugu mtazamaji, unapotaka kufanya jambo lolote, fikiria ubunifu. Fikiria ukishabuni, fikiria kumiliki. Ukishamiliki, fikiria kusajili. Ukishasajili, fikiria kuboresha kila siku. Fanya kama ndio sema maisha yako, watu wakujue kwa ubunifu. Kuna watu wengi wanajua vitu vingi, lakini wamejua na wamedumu katika kujua kwa sababu wanaboresha kila siku. Wanaunda watu kabisa kufanya ubunifu, wanawaajiri watu ambao wako talented kubuni, wanafanya kila linalowezekana kwa ajili ya kuboresha ubunifu wao. Ndugu mtazamaji, tafadhali, ukianza biashara, ukianza kutoa huduma, fikiri kuwa mbunifu wa huduma yako. Nami nakutakia siku njema, uendelee kuwa mbunifu. Katika sehemu ijayo tutaangalia ubunifu asili yake ni nini na umetoka wapi na nani alikuwa maarufu katika ubunifu. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni Longo Media.